Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Wakutumaini sina, ila damu yako Yesu. Sina wema wa kutosha, niwe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. 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 Haleluya, 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 haleluya. Leo ni siku nzuri sana. Tutazungumzia habari za ufalme na sheria zake. Kuna falme tatu katika ulimwengu. Kuna falme ya shetani, kuna falme ya nchi, kuna falme ya mbinguni. Leo tutazungumzia aina zote tatu, lakini haswa sana tutagusia falme katika mbingu. Namna gani tulivyopewa mamlaka ya kifalme, namna ambavyo kuna falme ya nchi. Falme ya nchi ina sheria za kwake. Unapovunja sheria za katika ile nchi, lazima udhibitiwe katika ile sheria ya ile nchi. Unapovunja sheria ya falme ya giza, lazima uadhibiwe kulingana na ile sheria ya giza. Sasa unapovunja sheria ya mbingu, katika falme za mbingu, lazima uadhibiwe kulingana na sheria za mbingu zinavyokuwa. Sasa leo hii sisi wa Kristo, leo hii sisi wapakwa mafuta wa Roho Mtakatifu, tuna falme gani na falme ipi ambayo tulioahidiwa? Haleluya. Kwa majina naitwa Musa Daudi, na wapenda sana wanaonifuatilia. Mungu awabariki sana. Tunazungumzia habari ya falme hii. Biblia inasema kwenye kitabu cha Ufunuo sura yake ya 5 mstari wake wa 9 mpaka 10. Biblia inasema, nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kuitwa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukanunulia Mungu kwa damu yako watu kila kabila na lugha na jamaa na taifa. 10 ikasema, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wamiliki juu ya nchi. Hao ni malaika waliokuwa wakiimba nyimbo kule mbinguni, wakianza kusema, wastahili, wastahili, kwa sababu umenunua watu kwa damu yako, ukawafanya kuwa wafalme na makuhani katika falme za mbinguni. Watu hao ambao walioambiwa hao ni wakina nani? Tujifunze kitu kimoja. Watu hawa walioambiwa hapa ambao wamenunuliwa ni wale ambao waliomkubali Yesu Kristo na kuishi katika Ukristo na kuishi katika kusudi lake maalum ambalo Mungu amependezwa nao, akamtuma mwanawe wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kulingana na Biblia inavyosema, ina maana kwamba mtu ambaye anayemkubali Yesu Kristo na mtu ambaye anayedumu katika ndani ya Yesu Kristo hapotei mbali ipo na uzima wa milele. Ina maana kwamba unapomkubali Yesu Kristo, tazama, ina maana kwamba ndani yako mna uzima wa milele. Lakini usipoenenda kumkubali Yesu Kristo, ndani yako hamna uzima wa milele. Katika ndani yako hauwezi kuwa na uzima wa milele na wakati wewe haupo katika kusudi la kifalme.
Sasa namna gani ambapo sisi Wakristo tulivyoambiwa kwamba ninyi mmefanywa kuwa wafalme na makuhani katika dunia hii. Sasa tunapofanywa kuwa wafalme na makuhani katika dunia hii, kwa sababu pale ambapo Yesu alipokuja katika makabila yote duniani, si kwa ajili ya kabila la Israeli, si kwa ajili ya kabila fulani, amekuja kwa ajili ya makabila yote duniani. Alipoenenda kuja katika makabila yote duniani, akaja akatuokoa, nasi tukamkubali, tukadumu katika ndani yake. Tunapodumu katika ndani yake, tunadumu katika ndani ya kifalme, maana mtoto wa mfalme ni mfalme, kwa sababu sisi ni wafalme katika ulimwengu wa roho. Unaona, na ndio maana Kristo alikuja akatununua sisi, akaenenda kutufanya kuwa wafalme na makuhani katika ulimwengu wa roho. Kipindi kile makuhani walikuwa wakifanya kazi zote katika ndani ya madhabahu ya hekalu, lakini leo hii sisi tumesimama kwa kuwekwa wakfu na Kristo, na kusema kwamba nyinyi mtakuwa wafalme katika ulimwengu wa roho, kwa sababu mmempokea Yesu Kristo, mmempokea na kukubali na kuishi katika pamoja naye. Haleluya! Ina maana kwamba kulingana na Biblia hii na kulingana na andiko hii, namna ambavyo malaika walivyokuwa wakishangilia wakisema kwamba usifiwe, usifiwe kwa sababu umetoa damu yako ukawanunua watu. Haleluya! Sisi tumenunuliwa tukafanywa kuwa wafalme. Wewe umenunuliwa ukafanywa kuwa mfalme, kwa sababu unaponunuliwa wewe, ina maana kwamba wewe tayari umemkubali Yesu Kristo. Lakini kama hujamkubali Yesu Kristo, eti kwamba Kristo alikufa kwa ajili yangu ili aninue mimi, ili anichukue mimi, ili niishi katika maisha ya kifalme, ikiwa wewe hujakubali, ina maana wewe si wa Mungu. Mungu hajakujua, kwa sababu Biblia inasema kwamba hata kamtuma mwanawe pekee, ili kila mwamini asipotee, mbali awe na uzima wa milele. Ina maana ndani yako mna uzima, ndani yako mna ufalme, ndani yako mna ukuhani, kila kitu kipo ndani yako. Sasa lazima tuishi katika sheria ya kifalme, tuishi katika sheria ya kifalme, maana tunapokosa kuishi ndani ya sheria ya kifalme tunakuwa tumepotea mno. Haleluya! Na ndio maana nimesema kwamba tutazungumzia habari ya kifalme. Tutazungumzia falme ipi ambayo inayosemwa hapa kila mara, falme ipi ambayo inayozungumziwa hapa kila mara. Tunazungumzia falme ya Roho Mtakatifu na falme ya nchi ya Shetani. Sasa hapa tunazungumzia falme ya Mungu. Haleluya! Sasa sheria ya kifalme za mbinguni ni hizi. Sheria ya kifalme ya mbinguni tunaipata kwenye kitabu cha Wagalatia sura yake ya 5:22. Inasema hivi: lakini tunda la Roho ni hili. Tunda la Roho ni hili: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo haya hakuna sheria. Ina maana hizi ndizo sheria za kifalme za Roho Mtakatifu. Falme ya Roho Mtakatifu na sheria zake: uwe na upendo, uwe na uvumilivu, uwe na nini, uwe na utakatifu ndani yako. Mkiwa utakatifu, hiyo ndio sheria ya kwanza ya Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio sheria ya kwanza, maana ukiwa na utakatifu ndani yako, kila kitu kinamalizika. Uwe na upendo, uwe na nini, uwe na kila kitu. Yani udharau kila kitu, yani usamani kia mtu, usifanye nini. Yani ukiwa na hilo, umetimiza sheria za kifalme za mbinguni. Lazima usimame katika kusudi la Roho Mtakatifu. Leo tunazungumzia habari ya falme ya mbinguni. Shika sana ulicho nacho, shika sana sheria za kifalme, maana wewe ni mtoto wa kifalme. Lazima ushike sana sheria ya kifalme, maana unaposhika sheria ya kifalme ndipo utaona ukuu wa Mungu ndani ya maisha yako. Utaona Mungu amefanya kazi katika maisha yako. Mungu aweza akafanya kazi ndani ya maisha yako, na kipindi wewe audumu ndani ya sheria ya kifalme, audumu ndani ya sheria za mbinguni. Lazima udumu ndani ya sheria za mbinguni ili uone ufungulivu, ili uone baraka ndani ya maisha yako, maana baraka zinafunguliwa kipindi
kipindi unadumu katika maisha ya kifalme, baraka haziwezi zikafunguliwa, na kipindi haupo ndani ya maisha ya kifalme. Lazima uishi ndani ya maisha ya kifalme, ndipo utaona baraka zinakushia, zinakutawala katika maisha yako. Baraka haziwezi zikakutawala na kipindi wewe haudumu katika maisha, haudumu ndani ya maisha ya kifalme. Haleluya, haudumu katika maisha ya kifalme. Lazima usimame katika kusudi la Roho Mtakatifu, lazima usimame katika nyayo za Roho Mtakatifu, ndipo utaona kitu katika maisha yako. Utasema kwamba kumbe naishi katika mazingira ya kifalme. Utaishi kama mtoto wa kifalme, ukiomba hichi kinakuja, ukitaka hichi kinakuja. Ina maana kwamba unaishi katika mazingira ya kifalme. Wewe uliyempokea Yesu Kristo, tazama, tafuta ufalme wako, tafuta ufalme wako. Umeupotezea namna gani? Umeupotezea wapi? Umeuacha wapi? Tafuta ufalme wa mbinguni ili uone raha ya kifalme. Hauwezi ukaona raha ya kifalme na kipindi wewe haudumu ndani ya ufalme. Maana wale wanaodumu katika neno la kifalme wanaona baraka ndani ya ufalme, wanasema kumbe Mungu ananipendelea, Mungu ananipenda, nikifanya hichi inakuwa ni baraka, nikifanya hichi inakuwa ni amina, nikifanya hichi inakuwa ni amina, kwa sababu wanaishi katika maisha ya kifalme. Hauwezi ukapokea kitu na wewe hauishi katika maisha yale ya kifalme. Lazima uyapokee kwa sababu unaishi ndani ya maisha ya kifalme. Haleluya! Na ndio maana nimezungumzia leo, nikatoa sheria katika kitabu kile cha Wagalatia sura yake ya 5 mstari wake wa 22. Hapo ndipo kuna sheria za kifalme. Nikakwambia kwamba ukiangalia hata pia kwenye Wakorintho inasema kwamba nasi tujitakase katika nafsi na mwili, huko tukitimiza katika utakatifu wa kumcha Bwana. Lazima uishi katika maisha ya kifalme ili utaona baraka ndani ya maisha yako. Hauwezi ukaona baraka na kipindi wewe hauishi katika maisha ya kifalme. Hauwezi ukaona ufungulivu na kipindi wewe hauishi ndani ya maisha ya kifalme. Lazima usimame na useme, hakika Bwana, maisha yangu yote nimekupa wewe. Leo maisha yangu yote nimekukabidhi wewe. Kuanzia leo nimezarau ya duniani, nimerudi katika ufalme wa Roho Mtakatifu, nimerudi katika ufalme